Yo, habari gani? This is Kibinyo Media. Hii ni Kibinyo Media kutokea maeneo ya Kibada hapa. Ni wakati wetu mzuri kabisa wa kudiscuss mambo mazuri kuhusiana na sanaa yetu ya mziki, hasa mziki wa Singeli. Unajua upande wa burudani umekuwa ukifanya vizuri sana hasa kwenye mitandao ya kijamii. Na leo tuko na msanii Takito Africa. Msanii ambaye amekuwa akisumbua sana kwa kipindi cha katikati hapa kwenye mitandao ya kijamii hususan TikTok, YouTube na kadhalika. Tukaona sio mbaya tuweze kufika nyumbani kwake na tuweze kupiga naye story mbili tatu. Naamini tuna ana majibu yetu mengi sana kutupatia ambayo mashabiki wangependa kufahamu na kumuelewa vizuri Takito MC. Naam, Takito, habari yako? Takito Africa, sauti nasikika, Adasko Mr. DJ, utachana speaker, moja ya chuma ambayo watu wanaipenda sana. Kwa majina naitwa Takito Africa, mimi ni msanii kutoka Kigamboni, lakini targeti zangu ni Africa na international kabisa. Asante Mr. Kibinyo Media. Sawa. Huyo ni MC Takito au Takito Africa. Leo tupo kwake hapa, lakini tungependa kufahamu vitu vingi kwa manufaa au faida ya watazamaji wetu au mashabiki wako. Wangependa kufahamu kidogo historia ya mziki wako ulipotokea na namna gani umeweza kufikia hapa ulipo sasa. In general, kila mtu ana historia yake. Mimi historia yangu ilianzia mjini au mkoani Shinyanga, na nikatoka Shinyanga nikaja Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kawaida za ukija katika mziki ambao huko unatamba Afrika Mashariki ilikuwa ni Bongo Flava kwa wakati wetu. Kwa hiyo nilianzia huko, na nilipokuja Dar es Salaam ilikuwa ni ngumu kwa sababu mimi nimetoka mkoani. Kwa hiyo nilikuwa na watu wachache. Kwa hiyo nikatumia muda mrefu sana, miaka mingi kutengeneza watu ambao sasa hivi wananipa support. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hiyo. Sawa bwana Takito. Kwa hiyo historia yako kumbe mimi nifikiri wa Dar es Salaam ni Shinyanga. Shinyanga maeneo gani pale? Shinyanga mjini kabisa. Kuna sehemu inaitwa Rubaga tumejenga, kuna sehemu inaitwa Ngokolo. Shinyanga mimi ni mwenyeji. Mimi ni msanii wa Shinyanga, ila kwa generation, kwa sababu nimetumia muda mrefu kwa generation yetu nilikuwa natumia jina naitwa Raf B. Yeah. Kwa hiyo huko kwa wengi wanamjua Raf B. Ila sasa hivi nilivyoona ingawa nibadilishe jina, nimekuwa na nini, ndio nikajiita Takito Africa. Yeah. Safi sana. Kusudio lako la kufika Dar es Salaam lilikuwa ni masuala ya maisha tu kwa ujumla au ilikuwa ni dhamira kuu, ilikuwa ni sanaa yako? Mimi nimeanza sanaa nakwambia nikiwa mdogo, manake ndoto yangu kubwa ilikuwa niwe kama kina Mr. Blue. Ilikuwa ni kwa sababu enzi hizo sisi ndio kina Mr. Blue ndio walikuwa vijana wadogo kama sisi lika yetu. Nilikuwa natamani hivyo, na nikasafiri kutoka Shinyanga kuja Dar es Salaam kwa ajili ya muziki tu. Yaani sikuja kwa issue nyingine, lakini matokeo yake ilibidi nipite sehemu tofauti kama chuo, nipite kama level zingine za utafutaji ajira. Naona nishakuwa mpishi wa hoteli, nimeshakuwa pia ni mfanya biashara, nimeshauza viatu Karume pale, nimeshafanya vitu vingi sana. Lakini katika kuishi, ila dhamira moja tu ilikuwa ni muziki. Sasa dhamira moja tu ilikuwa ni muziki. Takito, umekuwa ukifanya uwekezaji mkubwa sana kwenye mziki wako huu wa Singeli ambao ndo sisi wengi wadau na mashabiki tumekujua kupitia. Umefanya uwekezaji mkubwa sana na imefikia hatua hata watu wamekuwa wakikuita tajiri Takito. Hii ina siri gani? Unawezaje kupata hela nyingi kiasi hiko na kuwekeza kwenye mziki wako? Tajiri Takito. Kwanza nataka nikatae, mimi siko katika miongoni mwa matajiri, ila kwa kitu kizuri watu wakikutabilia siku za mbele kweli naweza nikawa tajiri. Kwa sasa hivi napambana niwekeze kila ninachokipata, yani 90% naweka katika muziki wangu. Kwa kama nilivyokushakwambia kwamba ukiachana na kuzungumzia muziki, mimi nafanya vitu vingine. Mimi naitwa Bwana Mapilau kwa sababu napika pilau, na nimeshawahi kusafiri kwenda nchi za nje kama 3-4 hivi, ikiwepo South Africa, ikiwepo Dubai, ikiwepo German na ikiwepo Oman. Nikiwa nimeajiriwa kwa upande wa mapishi jikoni, na pia nimeshawahi kusafiri na in short ni kama mimi kama baharia nishasafiri na tayari mapito ni mengi ambayo huko mbeleni watu watakuja kujua. Lakini in general uwekezaji katika muziki ni kitu cha muhimu kwa msanii, kwa sababu ndio biashara yako. Ni sawa sana mtu ameamua kuuza duka afu akawa ana mtaji wa 100,000 wakati frame ni yenyewe 100,000. Kwa hiyo inabidi ujitafute mpaka ufike hatua una duka moja, la pili, la tatu, la nne, sio mchezo.
Sawa sawa, hongera sana bwana Takito. Unaona usafiri kwenye nchi nyingi sana. Sasa na umeelezewa juu juu kidogo. Kabla tujaelekea moja kwa moja kwenye maswali kuhusiana na mziki wako, tumependa kidogo tuelezee hapo kwenye hizo nchi ulizokuwa nasafiri kama baharia. Ni fani kabisa umesomea hiyo? Of course mimi ni baharia kwa sababu tayari nimepitia chuo na tayari nina vyeti, tayari nina hadi naita passport ya kusafiria baharini. Sawa sawa. Na imeshapigwa mihuri. Kwa hiyo tayari nishakuwa nikifanya kazi mule za kujitolea kwanza kabla sijaajiriwa. Niliomba nafasi baada ya kuwa tayari na qualification hizo. Kwa hiyo mihangaiko mingi ilikuwa hivyo, ndio maana unakuta watu wengi walikuwa hawajui kama mimi kuna mtu anataka kitu. Lakini sasa hivi nikasema ngoja nistopishe mambo yote. Nifanye tu muziki. Naweza kusema Singeli ina cha kujivunia kupitia Takito kwa sababu mimi sikujua ile Lobalia. Ila kudokezewa kidogo, kuna mtu aliniambia pia umepitia masuala ya habari. Uliwahi kuskuli naye sehemu akaniambia Takito nimesoma naye mambo ya habari, ni sahihi? Of course nimepitia pia mambo ya habari ya DSJ pale miaka ya nyuma, ambako waandishi wa habari wengi sasa hivi ambao ni wakubwa walikuwa certificate, wengine walikuwa diploma. Wanangu wengi station tofauti wapo, ndio maana unakuta mimi kwangu ni rahisi. Nikimpigia tu mwanangu fulani yuko sehemu fulani, ananiambia bwana zingatia tu mambo fulani, mbona mambo tayari hivyo. Kwa hiyo at least kupitia chuo cha habari na nikaenda katika ngazi ya diploma mwaka wa kwanza na wa pili, nikapata kuqualify kuendelea na hiyo nini nasema, nilikuwa nachukua kozi ya mass media. Kwa mimi kiujumla na elimu ambazo nimezichukua kulingana na situations tofauti. Kwa mfano kama hii mambo ya elimu ya mambo ya habari, hiyo ni jukumu ambalo niliambiwa nichague nyumbani kwamba wewe unataka usome nini. Mimi nikasema nataka nisome mambo ya habari. Lakini ubaharia ni kitu ambacho nilipoona habari haina issue sana kwenye upande wa financial, ndio nikasema nitapoteza muda kwenye habari, mishahara yenyewe inajulikana na nini kipindi hicho. Lakini sasa hivi alhamdulillah unaona watu wanapata kubadilisha mazingira yao ya maisha kupitia hii mambo ya habari, tofauti na mwanzo ilikuwa kwetu ni ngumu, mshahara mdogo, kwa nikajichanganya na mambo ya ubaharia. Elimu na exposure kuzunguka kwenye nchi nyingi mbalimbali Afrika na dunia kwa ujumla ina mchango gani kwenye sanaa yako? Mkubwa sana, yani nadhani nisingepita kote huko. Mimi nilikuwa mtundu, mjeuri, mkorofi. Kwa kule kidogo kwa kunanipa matokeo. Kuna muda unaenda kazini unafukuzwa kwa sababu ya kitu fulani. Kwa mule unaweza sema nakosa opportunity. Kwa nilipitia katika ile mazingira ya utoto, nikasema sasa kuna tabia fulani natakiwa mtu uziache. Kwa hiyo sasa hivi ndani ya hizo safari ya nini ya muziki nimejikuta nikijifunza nidhamu, ndio kitu cha kutanguliza mbele. Lakini pia kuvunja umimi, yani kubadala kusema tu kama mimi nijipambanie mimi, napambania pia na watu wengine. Umeona, napambania na watu wengine. Una maana gani kusema unapambania na watu wengine? Hapo kuna wasanii wenzangu huwa wananifuata. Unajua ukishapiga hatua yoyote tu utaona mtu anakuambia baba na mimi nataka niende sehemu fulani bwana, mimi siwezi, nataka nikamuone nani. Basi nitamuunganisha. Mwingine ukimuunganisha ndio inakuwa safari yake, unamuona mitandaoni pote kuliko hata wewe. Kwa hiyo na ibaki tu useme uchukie, unaangalia unasema akifika muda wako na wewe. Kwa upande wa wasanii, upande wa kijamii, nasaidia mtu yote anayekuja na jambo lake, na ananiambia kama ana uwezo wa kulifanya namsaidia katika mfumo wote, kumpa au kumtafutia mtu wa kumtatulia tatizo lake. Sawa. Nilikuwa nikifuatilia muziki wako kwa muda mrefu sana, sisi kama Kibinyo Media. Na nafikiri ngoma yako ya mwisho ni Huba. Sure. Sahihi kabisa. Baada ujio mkubwa, Huba ilifanya vizuri sana. Kwa kiasi chake amefanya vizuri. Yaani kwa hatua ambayo imefika Huba, nilikuwa nafuatilia kwenye mitandao ina namba si haba. Baada ya ujio wa Huba kupita, sasa una plan gani kwa sasa? Au bado unaendelea kupush Huba? Of course Huba bado ni ngoma ambayo inakuja. Tunaifanyia mazingira tu ya kuisambaza katika mfumo watu waione. Nimeweka TikTok, nimeweka katika digital platforms. Mtu akitaka naenda pale anasikiliza, anaandika Takito featuring Tetere, wimbo unaitwa Huba. Kiachana na hiyo kuna mikakati mingi na collabo na nyimbo zangu mwenyewe. Kama hapa na mkakati wa kuachia wimbo na msanii wa Bongo Flava Barnaba Boy, Mopao my brother, tumefanya naye kazi.
Kwa hiyo iko katika situation za mwisho, ipo katika situation za mwisho kufanyaje, kumaliziwa mixing. Kimaliza hapo tutaachia audio kwanza, then tutaingia location kushoot video mimi na Mr. Barnaba. Hongera sana. Collaboration kubwa ndugu yangu. Kabisa. Mwenyewe mimi nimefurahi sana siku natimiza kurekodi na bro pale, nikamwambia mwanangu umenibrace, heshima kubwa kwa sababu ya wewe ni msanii mkubwa Afrika. Sawa. Yes, kwa hiyo I really appreciate him. Na katika lolote lile Barnaba ndo alikuwa ni mtu ambaye ananihamasisha mimi kwenda katika kujisajili BASATA, kufuatilia situation zote. Ni rahisi ama ugumu kiasi gani kwako kuweza kupata au kufanya hiyo collaboration na Barnaba Classic Mopao? Bana, hii imetokea kama blessing kutoka kwa Mungu, na ndio maana mimi na nyimbo na inamsifia Mungu inaitwa Sagodi, kwamba jamaa from nowhere mimi nimetembea ofisini kwake mitaa ya Mwananyamala, nikakutana naye kitambo. Nimemkuta katika hatua Barnaba kafika hatua kubwa ya kimuziki. Kwa hiyo nikawa nimemuomba bro ni rekodi nyimbo pale. Nilivyo rekodi kile kipande changu akapenda. Akaniambia hebu unatia kitu. Fanya tu mazingira, unajua bwana na noma. Bro yule ana moyo mzuri. Fanya mazingira fulani na mimi nikafanya, nikazingatia. Ilibaki situation sasa ya kushuti. Lakini bahati mbaya nyimbo tumerekodi mwaka juzi, miaka 2 nyuma, yes. Lakini baadaye sasa ndio inakuja kuonekana hii mbona ni ngoma kali, ndio tukarudi sasa kuzungumza na B-boy, tumekutana BAKWATA pale. Kaambia bro na ile project unaiachia. Kaniambia no problem. Sawa. Hongera sana. Bila shaka ujio wake utakuwa mkubwa na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda naweza ika safari nyingine. Kabisa of course. Sawa. Tunaweza kuzungumzia kidogo pia kuhusiana na taasisi yako. Tumekuwa tukiona posts mbalimbali kwenye status za watu, kwenye posti za watu huko mitandaoni kuhusiana na taasisi yako, inasaidia watu nini hivi. Lakini hatujapata ukaribu zaidi wa kujua inafanyaje kazi ama ni project inahusiana nini, ni sehemu ya sanaa yako au ni sehemu tu labda una support au ni umepata ubalozi, yani tunashindwa kuelewa vizuri kwa sababu maelezo yake naye yamekuwa nusu. Of course. Kuhusiana na situation ya Tabasamu Foundation, kwanza CEO wa Tabasamu Foundation ni mimi mwenyewe Takito. Na hii imetokana na misukumo ya watu kadhaa kuniambia bwana kitu hicho unakifanya kila mwaka, alafu ukifanye kama msanii, kwamba maana yake ni ubebe iwe kitu ambacho watu wanaona kabisa naweza nikafanya hichi, ili badala tofauti ya kuwa na muziki tu peke yake na kuperform majukwani, lakini kuna kitu kingine kama wasanii tuna mchango kwa jamii. Kwa hiyo pale ambacho hiyo ni kama shukrani kwa jamii ambao wanatusupport kusikiliza muziki wetu, na kwa namna yoyote ile tunaguswa na jamii kwa mfumo miwili. Watu wana matatizo na tunayaona. Sasa mtu ambaye haoni matatizo aseme. Sawa. Nadhani tumemsikia. Kwa halisia huo itakuwa una kitu kama management au ni unasimamia muziki wako wewe mwenyewe? Yes, management ninayo ambayo haijawa rasmi kwa mfumo labda mikataba na nini, ila na mtu ambaye ananisimamia mambo ya kiburudani, kwamba tunapofika muda sasa labda tunataka tuandae tamasha au tunataka tufanye tour au tunataka tukasaidie, tutawatembelea marafiki zangu ambao wana moyo nao wa kusaidia, tukaungana pamoja na mimi nilicho nacho, tunafanya jambo linaenda hivyo kwa pamoja. Na mahusiano yako na wasanii wenzako yapoje? Wasanii wa Singeli, wasanii wa Bongo Flava, yani kwa ujumla, wadogo kwa wakubwa, mahusiano yako wewe yakoje? Mimi kuna kitu huwa nakizingatia sana kama utu. Yani maana yake si kadiri mtu yote ni mkubwa. Nikisema niseme wasanii wakubwa basi Mzee Majuto na kashafariki, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Lakini kila msanii anaweza akawa mkubwa leo, akawa mkubwa kesho, au akawa mdogo leo, akawa mdogo forever, ni yeye anavyoamua. Kwa hiyo siwezi kumkadiria mtu, ndio maana unakuta mahusiano yangu yanaambatanisha na kuheshimu. Awe ni Mama Amina, awe ni Diamond Platinum, awe sijui ni Chino, sijui wasanii wa Singeli, wawe wa kawaida, popote pale kambi. Na mahusiano yetu sisi yako mazuri, hatugombani. Wao kama wanagombana wao, mimi sigombani, ila kwa ukweli tu wanawaambia. Especially mimi kuna kitu kimoja huwa napenda sana kiwe kama ujumbe kwa wasanii wenzangu. Unapokuwa mwanamuziki, hata kama unafanya ngoma, basi jitengeneze kibrand.
ya ngoma yako na namna yako ya mashabiki watakuchukulia. Na ndio maana unakuta sisi wasanii wa Singeli watu wengi wanafikiria wale wasanii wa ovyo ovyo kulingana na sisi wasanii wenyewe tunafanya vipi. Unakuta labda msanii kwa sababu ni msanii wa Singeli anaenda kuperform na Sendozi, Ndala, unanielewa, lakini mazingira hayo yanapelekea watu kuchukulia kwamba kile kitu au mtu mwingine hajatengeneza dread vizuri, hajapendeza. Ukishakuwa ni mwanamuziki, jiweke tofauti, unakula style gani, unavaa saa ngapi, yaani unafanya nini, unakula nini, unavaa aina gani ya mavazi, kuna tabia zile za privacy ziwe privacy, iko hivyo. Kwa unakuta mimi waga sinaga miingiliano, ndio maana unakuta sinaga mambo mengi, ila kama kuna watu wanachukia, basi tu wanachukia vile ninavyokuwa napiga hatua, lakini sina ubaya na mtu yote. Sawa bwana Takito Africa hana ubaya na mtu yote. Takito, kwa kumalizia, una kipi cha kuambia, cha kutuagia kipindi chetu kwa mashabiki wako, kwa wadau? Yes, na kadhalika. Naomba sana wajue Takito ni msanii anaweza kufananishwa kama moto ambao unachupukia taratibu baadaye unakuja kuchukua eneo kubwa. Ndio mimi hapa. Naomba ni support kwa mitandao kama Takito Africa, mitandao yote, TikTok, Instagram Takito Africa, Facebook Takito Africa. Lakini pia supportini kwa support yenu. Na mcomment, mlike, msubscribe, mambo mazuri yanakuja. Kama nilivyowaambia, kuna collab kibao za watu wa, yani ni muziki ambao unakuja kabisa kukusisimua na kukupa ujumbe na kukuburudisha. Takito Africa. Karibuni kwetu huku, sisi ni watu nice, tupo na waliopo. Asante sana Takito, sisi kama Kibinyo Media tunashukuru sana kwa muda wako wa kuweza kujumuika na sisi. Naamini kile ambacho umekuwa ukikeleza mashabiki watakuwa wameridhika nacho na wamefurahia. Kwa hiyo usiache kucomment kwa chochote, kwa swali. Tunaweza tukapata session nyingine labda na Takito, kwa kama una chochote cha kuuliza, kupongeza, lakini kushauri, hata kukosoa pia. Takito, mimi nashukuru pia Kibinyo Media. Sawa. Ni media mama, media kitambo, media ambayo ina support Singeli na muziki yoyote. Shukrani sana na wengine wengi ambao wanajitokeza kunisupport mimi na wasanii wengine ili mali Singeli iende to the world. Asante sana. Mimi naitwa Sefu Mkanji, Swag, siku hizo wanaita the choice of the choiceless. Asante.